Oh yes. Kabisa. Tunapumua kubwa kubwa, ndogo ndogo. Tukisema kwamba Bwana Yesu ametenda, and we are happy kwamba siku ya leo imeweza kufika ili kwamba tuweze kufululiza katika siku hii ya leo, na tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya baraka alizotufanyia katika siku kama hii ya leo kabisa, ikiwa ni siku ya Sunday, zikiwa zimekatika ni dakika 37 baada ya saa 4 usiku, hiyo kwamba ni baraka tele, baraka kem, baraka zilizojaa zilizojaa juu yetu, na and we are very happy kwamba leo itakuwa ni baraka tele juu ya maisha yetu. Na bila shaka if you're here, if you're in, karibu sana ili kama tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu na tuweze kumpa sifa katika siku kama ya leo, na tuweze kumwambia kwamba Bwana, wewe unatosha, na zaidi ya wewe Bwana hatutaweza. Na ni kweli kwamba siku hii itakuwa ni siku ya aina yake, siku ambayo ni tofauti na siku zingine, na tunaamini kwamba Mungu anaenda kutenda yale ambayo hatukuyakusudia kwamba Bwana angeyatenda. Hatukukusudia kwamba yangetendeka kwa sababu hatukuwa na uwezo, hatukuwa na nguvu zetu, lakini Bwana ameweza kuyatenda juu ya maisha yetu. Bila shaka baada ya ibada pale makanisani, najua kwamba kuna mengi ambayo tumeweza kuyalan pale makanisani. Yaweza kuwa kwamba kuna kitu ambacho uliambiwa haujawahi kisikia hata siku moja. Mara nyingine mhubiri akanena jambo ambalo lilikuguza siku ya leo, na mambo mengi ambao kidogo yameweza kuzungumziwa katika madhehebu yetu mbalimbali. Uliposhiriki tu katika ile dhehebu la kwako, tunashukuru Mungu, maana bado wewe uliokuwa pale, Mungu amekubariki, amekufariji, amekuinua kwa njia yake, na kwa kweli haujabaki ulivyo, bali ameweza kukuinua na ameweza kukuelimisha kwa njia yake ya kipekee, na ninajua kwamba hautabaki ulivyo, na you'll never remain the same again. Amen, amen. Karibu sana ili kwamba tuweze kujumuika katika ibada ya siku ya leo kwenye Gospel Hotspot, ili kwamba tuweze kumwambia Bwana wetu asante kwa yale makuu ambayo anazidi kututendea katika maisha yetu, ili kwamba kwa kweli tuweze kumaliza siku hii kwa njia ya baraka, kwa njia ya baraka tele, ili kwamba pia tunapofika hiyo kesho ama hapo kesho itakuwa kwamba ni baraka tele. Tunapoingia hapo kesho iwe kwamba tutakuwa na baraka ambazo kidogo ni za baraka kweli kweli. Alright. Karibu sana. Najua kwamba leo kuna mengi ambayo nimekuandalia. Ukiangalia hapa kwenye mada inasema kwamba watu huchagua watu kwa sababu ya sura ambazo kidogo wamezivalia wao wenyewe, lakini hatuangalii kila ambacho wako nacho ndani yao kitabia, kimasuala mengine. Sisi uangalie tu tabia, uangalie tu sura. Unaangalia tu sura, unasema hii sura nayo ni tamu sana, lakini kidogo inakuwa kama ni vigumu kutambua hii sura ni aina gani. Tambua tu sura tu, usitambua sura ndio, lakini pia ni vizuri kujua kama masuala yako vizuri, kama masuala yako vibaya, ili ujue kwamba huyu mtu anatumikwa na Mungu ama namna gani. Yaani usikuwe tu wewe ni mtu wa kuchagua tu sura. Hilo ndilo hasa tutaliangazia katika siku ya leo kidhani kwamba uko vizuri. Kama uko vizuri basi zidi kuingia hapa ili kama tuzidi bado kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe tutakuwa na Israel hapa mida Israel Postin, yule ambaye yuko katika kile kikundi cha Postin, kikundi cha Crown, ambaye ataweza kuongea na sisi katika jioni ya leo na waweze kutuambia yale ambayo wamefanya katika lile eneo. By the way, this man anaitwa Israel, ni DR Congo, ambao wameimba wimbo kwamba kuna yule wimbo ambao unasema kwamba rafiki mwema, na nikidhani huu ni wimbo ambao kwa kweli wewe binafsi unaujua. Kaingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kanambia mwanangu usilie tena. Ni wimbo wa baraka sana. Wimbo ambao kidogo ukiusikiza, ukiutizama, unahisi kwamba kuna Mungu tu anaongea na maisha yetu, na hautabaki pia ulivyo, because God is going to use you in a nice way. So pia nakwambia kwamba
tuzidi kujaja hapa ili kwamba tuweze kujua ni yapi ambayo tutakufahamisha siku ya leo, lakini ni mengi kwa sababu tumekupangia mengi sana. Kwa wale ambao wameingia hivi sasa, karibu sana ili kwamba tuweze kujumuika katika ibada ya leo hadi pale mwisho mida ya saa 6 usiku, na tutakuwa na baraka tele adabu, na naamini kwamba Mungu ataenda kutusaidia na kutufikisha kile kiwango ambacho tunahitaji. Wale ambao wamefika ndani, nasikia dada mkubwa anasema kwamba karibu na wait Isaac mapema sana. Dada mkubwa anasema kwamba mafunzo ya leo poa sana. Hiyo iko na ukweli, wengi ni sura lakini hapana mtu ataweza kuwa na jicho moja then black but mtu wa maana kitabia, hata mguu mmoja, hata mdomo uwe kando ama bubu. Niwaambie tabia vizuri. Tabia ni ya maana, awe mke au mume, ako na shida yoyote, tubarikiwe, tukubaliane. Kama damu imekusukuma, oa au oleka na huyo mtu kitafadhali. Mungu aliumba mtu mbali, sisi ni kama miti. Okay. Kwenda pale chini kuna wale ambao unajua hii message, kabla ya kwenda maombi, hizo message lazima nitazisoma hapa. Haya, tuko na ama Vera ama Vera ile tuko na ama Vera ibirangwati chibukato amatoke ibisukari ibituma mbalimbali chinyeni voigo amaemba vingi vyote ni vyakula. Huyu mama anasema hey, Celista sio cha, anasema kwamba waiting, thank you so much. Dada mkubwa bado anaendelea kusema kwamba wakiingia wasalimu, wape akina babu Vini, blessed mom Geti, Sarah Kwambos, kuna mama loved Mokogoti Fred, kama Dennis, you Kurukuntu, wote my baby, my parents, my sisters and my brothers wako Bobasi na wasalimia. Alright, wamepata hizo salamu. Kuna mgeni hapa Celista ama Kalista, karibu pia. Nami ni mgeni I live from KSA. Fred Mogeni anasema kwamba tunaongoja, nimeingia sasa. Gertrude anasema kwamba hi, nimesalimika dada mkubwa. Pia Titus Mathiani anasema kwamba hi studio, hi to you team, comment hi all, thank you so much, karibu sana. Ili kwamba tuzidi kupambanua na kusema kwamba ndio leo nimekuambia kwamba leo ni siku ile ya kumaliza service pale makanisani, and imekuwa ni siku nzuri, so we need to thank our God. Tumwambie Bwana unatosha. Ikiwa kama uko pale mbali, ikiwa unaweza kuingia hapa kwenye link yetu hapa, ili kwamba tuweze tukaongea, itakuwa ni vizuri na itakuwa ni bora zaidi ukiweza kuingia hapa. Niite Papa Isaac Lenda katika jioni ya leo, ili kwamba tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo makuu anaendelea kuyatenda na kuyafanya juu ya maisha yetu. Barabara, karibu tena, tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sasa inabidi kwamba nikukaribishe na wimbo mmoja, lakini kabla ya hiyo huo ya maombi, bado unajua ni lazima tuombe, unajua ni lazima tuimbe, ndipo tuingie kwenye maombi. Kwa hivyo ni kuingia pale kwenye YouTube, alafu tuweze kutafuta wimbo ambao tunautaka, ambao ni wa Chebos ambaye ameimba kwamba ameimba cover hiyo ya nani, cover ya Patrick Kubuya. Ameimba wimbo huu wa Patrick Kubuya, moyo wangu. Itakuwa ni vizuri kupata huo wimbo. Awamu hii anaitwa John Chabos, ameimba wimbo wa wimbo wake ndugu Patrick Kubuya. Kwa hivyo ningependa tu kushare hii wimbo, na kisha baadaye nikirejea tutaweza kuingia pala pengine kwa masuala ya mada ya siku ya leo. Usiondoke, itakuwa barabara kabisa, itakuwa vizuri kabisa, itakuwa kuntu kabisa. Naona watu ni wengi hapa. Fred, hujambo Fred bwana? Mimi niko salama bana. Uko mzima kabisa? Nimeona leo umereda mada mzuri bana. Inafaa tuchangie.
Hiyo ni mada nzuri bana, hata mimi inaniguza bana. Inakuingia hadi ndani. Hiyo ni kitu mesaini hapa, lazima tuchangie. Alright. Tutaingia pale, tutaweza kudiscuss. Kwa hivyo hivi sasa hata tusikie wimbo alafu tutarejea, sio? Haya, sawa. Haya. Okay. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu mweza wa yote, aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena, aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena, ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mfariji, kati vita Yesu mwanga wangu, kati majanga Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe Aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu bila Yesu mimi ni mtu bure. Aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? ndani ya Kristo ninaweka
Bila shaka, wimbo mzuri, wimbo wa baraka. Yawe wewe ni yote kwangu, yawe ningekuwa wapi pasipo wewe Bwana. Singeweza kufika nilipo hii leo, ni kwa sababu yako wewe Yawe, ambao umefanya yote ambayo yananifanya kwamba mimi niweze kuishi, mimi niweze kuwa hai, na zaidi ya yote niweze kuwa na pumzi kama siku hii ya leo. Bila shaka karibu sana, ili kwamba tuweze kuendelea kwenye show yetu, zikiwa zimekatika na dakika 15 baada ya saa ngapi? Saa 4 usiku hapa nchini Kenya. Dakika hizi 53 baada ya saa 4 usiku. Unajua ukiwa hapa Kenya kidogo masuala ya time bana inasonga sana. Kabla ya kwenda kwenye maombi, Benson Matoke anasema kama hai ni Matoke kutoka Nanturago, nikiwa na Esther bibi yangu. Karibu sana Benson Matoke, karibu hili kama tuzidi kuwa ndani nawe Benson. Tunafurahi kuwa na wewe katika siku hii ya leo kwenye show hii ya Gospel Hotspot kama ilivyo kawaida. Basi ningependa kwamba uweze kufunga macho yako tunapoenda kuomba kwa pamoja katika jina la Yesu. Baba wetu wa rehema, tunakushukuru na tunakuinua kwa sababu wewe ni Bwana kwetu. Tunakusujudia maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tunalinua jina lako ambalo limeshinda majina yote. Tunalitukuza jina lako ambalo ni jina lenye uwezo, jina lenye upako, jina lenye rehema. Na Bwana tunakushukuru kwa sababu Bwana una mpango mwema na mzuri juu ya maisha yetu Bwana. Asante kwa sababu yule mtazamaji, asante kwa sababu hata yule ambaye ataweza kusikiza katika siku hii ya leo Bwana, uweze kumbarikia, uweze kumuinua, na Jehova uweze kumuongoza ili kwamba Bwana siku zote aweze kupata faraja kutoka kwa haya mahubiri, aweze kupata faraja kutoka kwa hivi vipindi, aweze kupata tumaini katika hivi vipindi. Na Bwana tuzidi kukuona wewe ukitenda makuu juu ya maisha yake. Asante Baba kwa sababu Mungu hautomwacha, Mungu hautaacha lalamike, hautoacha kwamba aweze kulia, bali Bwana utakuwa pamoja na yeye na utamuongoza siku zote. Asante kwa sababu utakuwa ni kinga kwetu na mwanzilishi katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Ikiwa kwamba ndipo unapoendelea kujiunga pamoja na sisi, thank you so much and welcome, ili kama tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na kama nilivyosema kwamba unaweza ukashare stream ya siku ya leo kwenye ma friends pale, wale ma friends pale waambie kwamba manze, leo lazima tushare hiki kitu hapa, lazima tushare na ma friends hapa, ili tuweze kujua ni yapi haya ambayo tuko nayo siku ya leo. Mada ni refu, mada ni fupi tena ni refu. Watu huchagua siku hizi sura, hawachagui tabia iliyo ndani ya mtu, na hata hilo lipo. Sijui kama wewe uchagua mtu kulingana na sura au ni tabia, lakini hilo tutaweza kulizungumzia katika jioni hii ya leo, ama katika usiku huu wa leo tuweza kutambua wewe kulingana na Biblia, kulingana na masuala ya Biblia, kulingana na hali ilivyo, kulingana na kitambo. Najua kitambo hadi hivi sasa kuna hilo jambo, huo msukumo wa kama ni kumchumbia mtu ambaye kidogo ambaye sura yake nzuri. Hata siku hizi unaona tu mtu yeyote akikuda kanisani ni mtu ambaye mtu mwenye sura nzuri, unaona kwamba huyo mtu ni mzuri zaidi, haujamjua tabia. Yani watu sisi tunaangalia tu sura tu, watu angalia tabia. Sijui hili kama umeliona pahali, lakini karibu ili kama tuweze kuzungumza kwa njia iliyo ya taratibu, ili kama tuweze kujua maoni yako ni yapi, na umeona kweli hili jambo tunaweza tukaliepuka kwa njia gani. Fredi, umerejea tena, nimekuona. Nimerudi. Haya, tuambie maoni yako ni yapi bwana. Bwana, ufai kuchagua sura bwana. Unafaa uchague wewe mwanamke wenye yani matendo yake, tabia yenyewe. Sura hata akiwa mrembo, acha akuwe na ipsi, akuwe mweupe, utakuwa na amani hiyo nyumba. Ndio. Sasa ukichagua tabia, hata akuwe na sura mbaya, bora na kuheshimu, na akikosea na kuomba msamaha na anarekebisha hiyo makosa, utaishi na furaha. Hata wenzako wakikwambia bibi yako hana sura, lakini kwa moyo wako umefurahia, utakuwa unazidi kunaona bana.
Hiyo ni kitu mimi nimesaini Hupenda by the way. Ishawahi kuwapenia kwa njia gani? Share na sisi ili kwamba tujue bwana. Mimi nimewahi angalia Sura nikaoa bana. Matako kubwa bana, akipepeta huko akitembea bana. Mimi nikaangalia Sura nikaoa. My friend niliteseka mwaka mzima mateso. Hata nilirudi nyuma kimaendeleo by the way. Lakini wakati niliachana na hiyo uhusiano, mimi sasa niko sawa, nafanya vitu zangu na nikapata mtu ananielewa. Nikipata yake kidogo tunasaidiana. Sasa mimi naona Sura isaidii. Okay, amazing. Haya, tupate hao huyu mwingine ametoroka tena, ametoweka. So wewe ungependa kuadvise vijana namna gani? Kwa sababu kuna vijana ambao wanaangalia, kuna vijana ambao wanakuwa, hata kuna wale wazee walifukuza bibi yao kwa sababu waliona bibi mwingine hapa pahali wa wenyewe. Unaweza kuadvise aje bwana? Okay, kwangu although hata mimi ni kijana, mimi kitu nitaweza advise kijana mwenzangu asidate dem mwezi moja, miezi mbili, miezi tatu ama wiki moja muoe. Hata business unailearn the next 6 months. Utajua business ina faida ama ina hasara. Msichana mstudy more than 6 months. Ndio muintroduce kwenu. Hata muintroduce maybe kwa sasa wako. Lakini kukutana one way. Alright. Freddy, naona kuna mgeni wetu amefika leo. Naona kwamba tuweze kumfanyia interview kwanza, tuweze kumjua, alafu tutarejea kwenye mada ya siku ya leo. Alright. Yes. Ndugu, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Leo naona mitambo haitatutatiza kabisa. Nafikiri Mungu atasaidia. Amen. Vizuri. Karibu sana ili kwamba tuweze kujiunga kwenye mahojiano ya siku ya leo. Lakini sijui kule DR Congo kwema? Tunaendelea vizuri kwa neema ya Mungu. Mungu anatulinda, tunaona tunamaliza mwaka ni kwa neema tu. Asa kidogo tu watu waweze kutambua jina lako kwa wimbo. Wimbo kwanza ndio tuende kwa jina sasa. Okay, hamna shida. Tupe voice. Tunataka tusikie ulinavyoimba kwa wimbo, ndio kidogo watu watatambua hii sauti tulisikia pahali. The latest song. Saizi mapema hivi mtu anaanza kuimba. Hisi ni mapema. Yani hii sasa itakuwa ni kale ka intro, ile intro mzuri. Ndipo kabla tujaenda kwenye mahojiano kidogo tu, hata mtu anaposikia tu hiyo anajua huyu ni mtu fulani. Hii ni kwa jina lako Bwana wangu, mabaya yote yanashuka. Nani atayesimama mbele zako Bwana wangu? Sijaona kama wewe, Muumbaji wa mbingu na nchi. Roho yangu ya kusifu wewe mfalme. Nafikiri hapo itakuwa mwisho kwa saa hii. Ipo. Vizuri. Mtu umekula chajio hapo? Chajio ndio nini tena? Chakula cha usiku. Okay, sawa. Imeshapita. Hapo DR Congo wanasema ni saa ngapi? 21. Sasa hiyo hata sishikanishi. Naangalia sisi tunajitahidi kusikia lugha ya kwenu, lakini nyinyi kabisa hamfanyi hata nguvu.
Sisi tunajaribu tu, tulisoma Kifaransa kidogo Inabidi hiyo. hapa si tunaongea Swahili nahitaji kwa emission nyingine utakaponipigia tunaongea hata Kifaransa. Sasa siku nyingine ninajitahidi. Sasa hiyo nimekupa ahadi kama nitajitahidi next time niweze kuongea Kifaransa. Kabisa ujitahidi sana, maana ni muhimu sana, kwa maana wewe ni mpasha habari kabisa. Naam, karibu sana. Sijui leo ibada imekuwa namna gani kanisani? Leo ibada ilikuwa vizuri kwa neema ya Mungu. Mungu ametusaidia na tuliona tena Roho Mtakatifu kuwagusa watu. Amen. Na kujibu kwa mahitaji na kutupeleka katika vinindini vya maabudu. Tunasema basi jina la Bwana litukuke. Naamini ya kwamba siku ya leo jina la Bwana limetukuka. Amen. Na Mungu amefurahi. Sasa unajua tulifanya maongezi nikidhani mwezi wa 5, 6 pale, na sasa hivi ni mwezi tuko karibia kumaliza. Sasa nikaribia miezi 6 imepita baada ya sisi kuongea. Najua kuna zile hatua ambazo mmefanya katika kikundi chenu, lakini kabla ya kwenda pale tujitambulishe kidogo ili watu wakufahamu kidogo, huyu ni nani, anatokea wapi, huyu ndugu ameoa ama tutake kukuja tutoke Kenya tuoleke pale. Sasa mambo ya huduma unaanza kuuliza kama huyo ndugu ameoa. Si tuko kwenye mambo ya huduma. Ni mambo ya huduma unaanza kuswali kama huyo ndugu ameoa. Na si mbaya unapoenda pale kanisani unasema kwamba mimi ni bwana wa bibi mmoja, nimeokoka, na unasema kwamba niko na mtoto. Sasa hivyo pia hata kwenye televisheni pia wanaipata. Ndivyo. Okay, hello wasikilizaji watazamaji. Mimi naitwa kwa majina Pole Hangi Israel na ni mwimbaji katika kikundi Chandelier de Gloire na bado sijaoa. Bado hajaoa. Sasa hiyo tumefahamu. Lakini nipo karibuni kabisa. Nafikiri mwaka ambao unakuja Mungu atatuwezesha. Mwaka unakuja. Asa wewe hakikisha kwamba nimetoka Kenya na tiketi, nimefika pale tumeshuhudia. Karibu sana kabisa. Itakuwa vizuri nikikuona huko. Utapokelewa vizuri. Haya, vizuri. Sasa tumeingia pale. Hebu sasa tufahamishe masuala ya kikundi chenu. Najua tulikuwa tumeongelea kuhusu wimbo wenu wa Rafiki Mwema ambao ulikuwa ni wimbo uligusa nyoyo za watu wengi. Na tangia hapo sijajua, yani unaweza kutuelezea yale ambao mmekuwa mkiyafanya wakati huo wote hadi hivi sasa? Tunashukuru kwanza Mungu kwa kibali ambao tena anatupatia siku ya leo kuwasiliana na wewe. Na katika miezi hii ambayo imepita, nafikiri Mungu ametujalia neema, tumefanya concert 2 na tumealikwa nje ya nchi. Tumeenda kuhudumu. Kumekuwa maaliko kabisa nyingi ambazo zimepitikana hadi saa hizi. Tena tunaandaa aliko kubwa ambayo tunayo katika mji wa Bukavu hapa kisha siku 3 kabisa. Mungu ametusaidia, tumefanya vitu vingi, na ukiona hata kwenye YouTube kuna tayari concert ambazo tumeanza kuzitia kwenye YouTube. Na hiyo ndio kwanza ambao tumefanya, kwa mambo mengi ambayo Mungu ametujalia neema ya kuitimiza. Amen. Sasa kidogo tu watu wafahamu, baada ya wimbo Rafiki Mwema, zile ambazo kidogo mmezitoa baada ya wimbo Rafiki Mwema, ni zipi hizi ambazo kidogo mmezitoa? Baada ya wimbo Rafiki Mwema, hiyo ilikuwa ndani ya album Pokea Sifa. Na
baada ya hiyo album tumetoa kabisa nyimbo nyingi sana, na kati ya hizo nyimbo kuna wimbo ambayo unaitwa, nafikiri iko tayari kwenye YouTube, inaitwa Mungu Muumbaji. Mungu Muumbaji. Kuna Tumbo ama kuna Mosantu, kuna Tuwe Nawe, kuna Bwana na Karibia. Nafikiri kuna mada nyingi ambazo tumetia kwenye YouTube. Mungu ametujalia na hivi tuko tunazitia hatua kwa hatua, na zingine pia nafikiri kabla mwaka haijaisha mtapata hata zingine nazo zitaenda kwenye YouTube na itakuwa baraka nafikiri. Ndio. Kuna wimbo ambao umesema kuhusu Mungu Muumbaji. Mungu Muumbaji mlitoa lini? Mungu Muumbaji ni album yetu nyipya, ni album yetu mpya ambayo imetoka na mada kubwa Mungu Muumbaji. Nafikiri kunapita sasa ni miezi 6 nafikiri ambayo hiyo wimbo imetoka, Mungu Muumbaji wa mambo yote. Sasa katika hiyo albamu hii mpya niliona wimbo kama wimbo ambao umetangulia kuimba kabla ya sisi kuanza mahojiano. Kidogo naona ni kama ilikuwa ni mashup ama ni kwa sababu naona ni kama kuna some of the lines ambazo mmeimba kidogo ziko kwa wimbo wa Patrick Kubuya. Hizo wimbo unajua ya kwamba kale tulikuwa tukitumika na mtumishi wa Mungu Patrick Kubuya ambaye na msalimu, na wakati tulikuwa tukitumika naye tulitosha hizo nyimbo ndani ya Chandelier. Sasa Mungu akamuita aende fanya huduma nafasi nyingine. Na wakati Mungu alimuita nafikiri akaenda, na umeangalia hizo wimbo umeangalia hizo wimbo kwenye YouTube yetu na kwenye YouTube ya Patrick Kubuya, maana wakati gisi tunatumika ndani ya Chandelier ni kama mtu anataka kujiproduce, mtu ambaye iko ndani ya kikundi kama anataka kujiproduce tunakuwa tunamsaidia, na ndio maana unaangalia ni hizo picha hizo ni sisi ambao tulikuwa tukimsaidia kwenye album yake, tunamsaidia kama iko na concert tunamsaidia, kama ni mtu mwingine ana concert tunamsaidia. Nafikiri tunatumika hivyo kabisa. Yaani haja yenu ni kwamba kila mtu anapoinuka anapoitwa kwa mwito wake mnakuwa tayari tu kumfika karibu. Tunakuwa tayari, unajua maana sisi tuko watu wengi na gisi Mungu ametuita kila mtu ana kipaji kabisa cha upekee. So kuna wakati ambao tunajiproduce sote kama kikundi Chandelier de Gloire, lakini kama mmoja wetu anasema Mungu ameniongoza hivi nifanye tamasha, tunakuwa tunamsaidia, na ni kwa namna hiyo ndio maana watu wengi walikuwa wanasema kwenye YouTube kama wanaona confusion mingi, wanaangalia wimbo kwenye YouTube ya Patrick Kubuya, wanaangalia wimbo kwenye YouTube ya Prince Mulindo, wanaangalia wimbo kwenye Chandelier. No, ilikuwa ni kikundi moja, lakini tulikuwa tukisaidiana tu. Kama vile mmoja wetu akituomba tumsaidie, tunamsaidia. Ndio. Naam, yani kwenye kikundi chenu kuna mengi ambayo mmeyafanya, na hata mimi nafurahia kwa sababu kuna hayo ambayo bado mnayafanya, na kidogo kuna wale ambao wamekuwa kwenye vikundi vimekuwa vikivunjika kila wakati, ama kidogo tu unajua kama nyinyi mmechukua miaka kadhaa, lakini kidogo tuweze kufahamu tangia mpatane muwe na mapatano ya kuwa kikundi kimoja mmechukua miaka mingapi? Tumechukua miaka 5. 5. Miaka 5 kabisa. Mungu ametuneemisha na bado tungaliki tunasonga mbele. Tunafikiri hata miaka 100 itaenea. Naona nadhani kama inaweza ikachukua miaka 500 kwa sababu nikiangalia hapa kuna vikundi vingi hapa katika mataifa mengine pia, si nini pekee, kuna mataifa mengine pia, lakini nini
kuna ule umoja mko nao na unaona kwamba hakuna kutengana, hakuna kukorofishana kidogo tu, ni kipi hiki ambacho kinafanya kwamba mko katika huo umoja? Unajua, ni kwa neema ya Mungu. Kwanza ni kwa neema ya Mungu. Nafikiri Biblia inasema hakuna mtu ambaye aliyekuja kwa Mungu kama hakuitwa na yeye. So sisi ni watu ambao Mungu ameita ili tumtumikie kazi. Nafikiri ya kwamba kama Mungu anatuita fasi moja na tunabakia fasi moja, tunamtumikia. Kama tungaliki pamoja, inamaanisha tuko tunamsikia Mungu, maana hatuwezi fanya hajanga kuwa Mungu wa matengano. Mungu ni Mungu wa umoja na Mungu ni Mungu wa upendo. Na ukiangalia Biblia inasema ndio maana nafasi ambapo watu wanaikala pamoja kwa umoja, ndio Mungu anamwanga baraka. So Mungu ametujalia na hiyo neema ya kuikaa fasi moja na tunamtumikia, tunamusikia kile ambacho atasema, ndio tunatenda. Nafikiria kwamba ni tumesikia tu Mungu, na huyo Mungu ametujalia neema, ingawaje vita, ingawaje vitisho, lakini ametujalia neema ya kubakia fasi moja. Kabisa kabisa, hapo nimeelewa kwamba yani ni mnafanya mambo fulani ambayo ni tofauti na wengine. Najua hapa kwenye vikundi najua kwenye vikundi hata kwenye kwaya kidogo unapata watu wanavutwa na mambo mengi, anajitoa kidogo kwenye kikundi kwa sababu ya masuala mawili matatu, lakini kwenu imekuwa kwamba ni furaha. Tatizo nafikiri kama kuna watu ambao anaenda leo kwa kundi hii, kesho kwa kundi, nafikiri tatizo kuna watu wengi ambao wanatumikia Mungu kwa sababu ya kutafuta hela. Hawatumikii Mungu sababu ni kazi Mungu amewaita ndani ya kazi. Unajua, katika uimbaji ukitia tamaa ya pesa mbele, hukuwa unaharibu huduma yako. So hela ndiyo inaacha hiyo mambo. Kuna watu wengi ambao wanafia hela, wanataka, unajua, ukiona watu ambao wanazoea hiyo vitu ya matengano, Biblia inasema ukiangalia hata Mungu ametupatia jina. Mungu iko na jina ambayo iko juu ya majina yote. So kila leo waimbaji wakikutanika ni kuinua tu jina ya Mungu. Tatizo ni nini? Tatizo ni kama mwimbaji naye anapenda ajifanyie jina kuliko kuinua jina la Yesu, anapenda ajifanyie jina. So kila mtu ambaye anataka ajifanyie jina hukuwa haikae ndani ya kundi, maana anapenda watu wamjue, watu wajue jina lake. Lakini kama unajua Mungu alikuita umtumikie, nafikiri ya kwamba utafanya tu mapenzi yake na unaketi nafasi ambapo Mungu amekuambia uketi. Kutii Mungu ni lazima. Na bila shaka tukiwa tunaondoka kwa hilo swali, tuende kwa swali lingine. Sasa tuende kwa swali lingine ambalo kidogo ile litahitaji pia ufafanuzi zaidi, kwamba nini kama kikundi mko na mpango ipi kwenda mbele? Kwa sababu nini, baada ya kuimba nyimbo ambazo kidogo mnaona kwamba zinawafikia watu kwa njia ya uzuri na wanabarikiwa, mko na mpango gani kwenda mbele sasa? Nafikiri mpango ambao tunao, na ni mpango mkubwa ambao Mungu ametupatia, ni ya kwanza ya kuinua jina la Bwana kwenye mataifa yote. Mpango wetu tunafikiri tufikie mataifa yote, hata kwa njia ya media. Mpango wetu watu waokoke, watu wamrudilie Mungu na wamwabudu kwa roho na kwa kweli. Hiyo ndio mipango ambayo tunayo, na ndio maana tunaandaa maconcert, tunaandaa kabisa maconcert kubwa. Nafikiria kwamba Mungu akasaidia, hata mwaka ujayo utatuona huko. Nafikiri Mungu atafungua hiyo njia, maana tuna mpango wa kutembea kama vile Biblia inasema, enendeni ulimwenguni pote mkatangaze habari njema. Ndio maana nasi hiyo ndio kabisa mpango wetu. Nafikiri kwa mwaka huu ambao unakuja tutafanya vitu vingi na hatutakosa kujulisha, na mimi nawaza Mungu atatusaidia.
Naam, vizuri. Na kwa sababu umeniambia kuhusu mambo ya mipango na vile umepanga kazi vizuri. Sasa hapa kuna swali ambalo kila mtu anajiuliza, kwani wakati huo wote mnapopanga vizuri hivi, nani huwa kwa njia moja au nyingine anahusika sana kwa sababu ya kuwashika kimfuko na kifedha, kuwasaidia ili kwamba muweze kuyafikia hayo mataifa, kutoa kanda, mziki wenu uwe mzuri, kuhakikisha kwamba kila mtu amejitosheleza kwa kimavazi? Yani nani huyu anazingatia haya maswala? Kwa kweli kwa kweli hakuna mkalimani, hakuna mtu ambaye kabisa amekamata hiyo responsibility ya kusema mimi ndiye ndafanya hivi. So lakini Mungu wakati anatupatia kazi tumfanyie kazi, Mungu peke yake anawagusa watu. Mungu peke yake anawagusa watu na watu wanakuja kusupport hiyo kazi. Maana tunaweza kuandaa concert kubwa lakini hatuna pesa, na wakati tutaomba Mungu anawagusa watu na watu wanasupport hiyo kazi, na kazi ya Mungu pia inaenda mbele. Kusema kwamba kuna mtu ambaye kabisa amejiwakilisha kama ni mkalimani wa hizo kazi, bado Mungu hajaleta mtu kama na huo, lakini kwa kila mpango Mungu huko anafanya tu katika njia zake, maana Mungu ana njia nyingi za kubariki mwanadamu. Naweza kuwa hata kwenye media, mtu mmoja anasikia wimbo akiwa Canada, anasema kabisa huu wimbo umenigusa sana, na wasapoti na pesa kidogo. Na hivyo ndivyo kabisa tunaenda na tunaona tu neema ya Mungu ikitembea nasi. Mungu kabisa amehusika na kila kitu. Mungu amehusika na kila kitu, kila leo Mungu amehusika. Nafikiria kwamba kwa siku ambazo zinakuja Mungu atagusa watu ambao watajitoa kama makalemani wa hiyo huduma yetu. Ndio vizuri. Ndio, hiyo ndio kidogo watu ujiuliza, kwani unajua mara nyingi nikikuangalia Pauline ukiwa umevalia vizuri, naona ni kama wewe maisha yako yako hivyo. Kwa sababu umevalia vizuri. Unajua hata Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na mengine yote mtazidishiwa. So tukitafuta ufalme wa mbingu, tunamtumikia Mungu, nafikiria kwamba Mungu atazidisha mengine yote. Tatizo ni kwamba siku hizi watu wamebadili maneno ya Mungu. Watu wanaanza tafuteni kwanza mengine yote, so wanafikiria kwamba ufalme wa mbingu ndio watazidishiwa. Hiyo inakuwa kabisa uongo. Lakini mtu akijitoa, nafikiria kwamba Mungu haikupatia mission, Mungu haikupatia vision, yeye mwenyewe anajitosheleza kwa ajili akubebe nafasi ambapo anataka. Na kabla ya kusonga tena kwenda mbele, yani kwa vile tumeongelea kuhusu na masuala na pesa, masuala na mavazi, masuala na hivyo vyote, kuna hili jambo la kwanza, kwa sababu tunataka tuelewe hapa, yani kwa hicho kikundi chenu ni kikundi cha wasomi ama ni watu ambao wanategemea, wanapenda tu mambo ya muziki peke yake? Kabisa katika kikundi kisema nitambulishe kwanza kikundi Chandelier ni kikundi ambao kabisa kinajaa wasomi. Ni watu ambao wamesoma, na ni watu ambao tena kuna watu ambao Mungu amewasaidia wamekuwa wafanyabiashara. Na kuna watu kabisa ni kikundi ambao Mungu kwa neema yake kabisa amekusanyisha watu wa muhimu ambao wanastahili kumfanyia kazi. So sio watu ambao kabisa wanabana tu muziki. Tuko kwenye muziki ni kwa sababu Mungu ametuita, lakini ni watu ambao wanasoma na ni watu ambao hata wanafanya kazi zingine katika serikali ya Kongo. Nafikiri ya kwamba tunaimba, na katika nchi yetu pia kuna watu ambao wanatumika kwenye maofisi na kuna watu ambao ni wafanyabiashara. Vizuri, hilo jibu nimelipata. Sasa kila mtu hapa ameelewa kwamba wale si wale ambao wanangojea tu waenda kuimba tu, lakini ni wasomi na wako kwenye kazi, sio? Nafikiri Mungu ndiye amepanga hivyo. Mungu amepanga. Naangalia kwetu Kongo, kupata mtu ambaye anasapoti huduma yao kabisa ni vigumu sana. So Mungu ambaye ametuita
na ametupa tena makazi. So tunaenda kwenye kazi, tukipata mshahara sisi wenyewe tunasapoti huduma mpaka siku Mungu ambaye mpaka siku Mungu atatuma mtu ambaye atamtia huo mzigo wa kusapoti hiyo kazi. Lakini kwa sasa ni sisi wenyewe, kadiri kisi Mungu anatubariki kwenye makazi, Mungu anatubariki kupitia watu ambao wanafurahia kazi yetu. Nafikiria kwamba hivyo ndivyo tunaishi. Lakini wasomi kabisa, wadaktari, watu ambao wamemaliza shule ndio wengi kabisa, na wanatumika kwenye maofisi. Nafikiri ni neema tu ya Mungu na Mungu anatusaidia. Amen, amen. Na hebu tuulize swali lile la mwisho pale. Swali la mwisho pale kuuliza kwamba asa wewe kama Pauline kwenye kikundi chenu, wale ambao ni viongozi wenu, wewe unahusika kama msimamizi, naibu sasa hatujajua, kuna mwenyekiti, kuna naibu mwenyekiti, kuna yule ambaye ni sekretari. Sasa hatujajua wewe unasimamia wapi? Kwa neema ya Mungu na niko katika kikundi cha waongozi, kikundi cha waongozi na husu sana sana na mambo ya kiroho, mambo ya kiroho, mafundisho. Maana Chandelier sio kikundi tu kia waimbaji kuimba, ni kikundi cha watumishi wa Mungu. Na ukiwa mtumishi wa Mungu mzuri unatakika kujua Mungu, na ndio maana kuna vikundi kadhaa. Kuna kikundi cha mafunzo. Wakati mtu anafika kwenye kundi anapenda aimbe nasi, inambidi kwanza apite kwenye mafundisho, akifundishiwa na tukimfuatilia hata pia kiroho, na hiyo kazi ambayo nahusika nayo katika kikundi cha Chandelier. Lakini Chandelier kabisa ni kikundi ambayo ina kamati nyingi ndani, si uimbaji tu. Ndio. Naam, imeeleweka vizuri, na hasa tunaweza tukasonga. Kabla tu ya kumalizia, kabla ya swali lile la mwisho ambalo nitakuulizia, swali tu la kawaida, swali la jumla, tungependa tu kusikia utamu wa Kifaransa, wimbo wa Kifaransa. Kuna wimbo ambao unaitwa kuna wimbo ambao mmeimba ukaniambia unamaanisha mtakatifu, huo ambao unasema kwamba malaika wako pamoja na sisi. Hiyo si Kifaransa. Lakini katika lugha ya Kifaransa hiyo ni Kilingala. Hiyo si Kifaransa hiyo. Hiyo kabisa sio Kifaransa. Ile mtakatifu, ile inamaanisha mtakatifu. Mosantu Yesu yoza umela seko na seko bisikayo fandi Yesu yambalo yembo ojinga mina banjelikolo bazo yemba butu pe moi yoza mosantu. So tunasema Mungu ni mtakatifu, anaketi mbinguni, anazungukwa na wamalaika, na wamalaika wanamwimbia usiku na mchana wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Ndio maana yake. Thank you so much. Kwa sababu ya hilo, na we are happy kwamba tumejua maana yake. Si ndio maana nimekwambia we kama vile mpasha habari unatakika kujua hata lugha za huku kwetu, ujue Kifaransa, ujue Kilingala. Nimekupa ahadi. Next time ujitahidi. Naangalia mimi najitahidi kuongea Swahili, japokuwa ni ngumu sana kwangu. Swahili yenu ni ngumu, lakini mimi najitahidi.
na Mungu ananisaidia. Nafikiri kuna neno ambazo niko naongea unacheka, lakini nafikiri Mungu atanisaidia kwa miaka ambayo zinakuja, najitahidi. Haya, sasa tuende kwa swali lile ambalo ni la kawaida, kwa sababu hilo swali limekuwa kwenye mada kuu ya siku ya leo. Mara nyingi wanadamu huwa wanaangalia sura, wanaangalia sura ya mtu katika uongozi, katika masuala tofauti tofauti. Ikiwa hata kama unataka mchumba unaangalia tu sura, ikiwa unataka kitu kizuri tu, hata kwa pale unapoenda, hata pale sokoni unaangalia tu sura, haujaangalia, hujakikagua vizuri, ukiangalia kinaonekanaje, kiko na shida pahali. Lakini wewe tu ungependa kupeana hoda ipi kuhusiana na hilo swala, kwa sababu watu waangalia sura, na haswa leo utazingatia kwenye mahusiano? Nafikiri ya kwamba ukiangalia hata kwenye Bible, wakati Samueli alienda kwa nyumba ya Yese, Mungu anamwambia uende umpake mfalme mafuta. Kuna mtu ambao nimejichagulia huko, uende basi ukampake mafuta. Unaangalia kitu ambacho, kosa kubwa ambayo nabii wa Bwana alikuwa ameifanya ni kuangalia sura. Nafikiria kwamba kuangalia sura wakati mwingi unadanganya sana, maana mtu anaweza kuwa na sura nzuri lakini roho yake sio nzuri. Nafikiria kwamba heri kukaa na mtu ambaye ana roho nzuri kuliko kukaa na mtu ambaye roho yake ni mbaya lakini sura yake ni nzuri. Nafikiria kwamba mtu unajua, Biblia inasema kwa kweli ndani ya mtu ni roho, na katika maisha yetu tujue ya kwamba ulimwengu wa kiroho ndio unaongoza ulimwengu wa kimwili. So sisi, nafikiria kwamba kuangalia sura inaweza kuwa ni jambo la pili, lakini jambo la kwanza ni kuangalia kwanza roho, maana roho ndiyo ina mission, roho ndiyo inaweza kutenda kitu, roho ndiyo inasukuma mwili ya mtu ifanye kitu. Nafikiria kwamba mtu ambaye anataka ishi maisha mazuri ni kuangalia roho, na sisi wanadamu kwa ukweli kabisa hatujui roho za watu, na ndio maana hata Mungu alitambua hiyo kitu, akamwambia nabii, nyinyi mnaangalia nje, lakini mimi Mungu naangalia ndani. So na ukipenda ujue roho za mtu, we usijaribu hata kufanya mbinu fulani ili ujue roho ya mtu. Ambia tu Mungu akufunulie roho yake, maana unaweza ukafikiria kwamba roho ya mtu ni mzuri, kumbe unafiki unajaa katikati. Unaangalia mtu ambaye anajifanya kama kondoo, kumbe ndani ni umbwa mwitu. Lakini mtu ambaye anaweza kujua kama ndani ni umbwa mwitu ni Mungu peke yake. So ukipenda ujue Mungu, zogelea karibu na Mungu, na ukipenda ujue mtu, inakubidi uzongee karibu na Mungu ambaye ameumba huyo mtu. Nafikiria kwamba kama unajifunza, ukipenda ujue ndege, inabidi uende kwa watu ambao wametengeneza hizo ndege, na ndio hivyo pia kwa mtu. Ukipenda ujue roho ya mtu, sogelea Mungu. Unaweza kujifanya nabii wa uongo, unatabiri uongo, unafikiria kwamba unajua mtu, kumbe ni hisia zako tu zimekudanganya. Vizuri sana hapo, hasa umenielewesha. Hata yule ambao bado yuko pale anangojea apeane ujumbe kidogo, umemuelewesha. Anapopeana ujumbe atapeana ujumbe sahihi. Tunashukuru sana kuwa na wewe Pauline Hangi Israel. Tungependa tu kuambia kama usalimie kikundi chenu, na waambie kutoka hapa, mimi kama papa, unajua nilikwambia jina langu nililiweka kama Papa Isaac Leonard. Sasa siku hizi si Isaac Leonard peke yake. Sasa huo ndio mwanzo wa kujuajua Kikongo. Huo ndio mwanzo sasa. Kikongolezi nitakijua. Mungu akusaidie kabisa. Unatakika kujua, unatakika, so unashurutishwa. Tunashukuru sana. Ukienda pale salimia kikundi, waambie Aizo, Papa Aizo aliwasalimia sana.
Papa Aizo. Okay, nafikiri watasikia kabisa, na pia watasikia watafuatilia hapa. Papa Aizo. Namwomba Mungu nisingelisahau maana hiyo jina, unajua jina za huko si kama jina zetu. Jina zetu ni rahisi, lakini nyinyi nafikiri jina zenu Nakumbuka tunashukuru sana ndugu kukuwa na wewe, na ukienda pale wasalimie, na pia usisahau pale kama kuna chakula ambacho mnapenda kupana nini pale manyumbani. Najua hapa Kenya tunapenda, utamiss kupata chai, utamiss kupata avocado, matoke, iko Kenya, lakini hapo kwenu ndio hatujajua. hapa kwetu kuna chakula nyingi, lakini watu wanapenda nyama sana. Nyama Watu wanapenda hapo nitakuwa nyama rafiki, sana. nitakuja kuwa Watu rafiki. wanapenda karibu sana, karibu kabisa. Ukifika huku utapokelewa kabisa, utapokelewa sana. Haya. Mm. Haya, salimia pale manyumbani. Ndio ninafurahishwa sana, unapenda kuposti dadi, unapenda kumposti sana. Daddy John Omari. Pia msalimie sana, pia msalimie. Nafikiri atasikia vizuri. Pia ukienda pale ambia kikundi kifuatilie hayo yote ambayo tumefanya kwa hii ambayo ni televisheni ya hapa Kisii. Unawaambia watafute kwenye Kisii Hot TV, itakuwa vizuri. Okay, nafikiri watasikia. Naam, nashukuru kwa sababu ya kuchukua muda wako. Ujumbe, usiwe na hofu, kabisa. Nawafikishia ujumbe. Nashukuru sana kwa sababu ya kuchukua muda wako mzuri ili kwamba uweze kuwa kwenye mahojiano siku ya leo, na hapo nikidhani ndio tunamalizia, nikiomba kwamba Mungu akubarikie na kuwezeshe kwa kila hali. Na mimi nashukuru pia kwako. Unajua hii ni neema kabisa ambayo nimepata mbele ya Mungu na mbele yako pia. Nashukuru kabisa. Nasema Mungu aendelee kukubariki. Mungu ambaye alikupa maono, hata huyo Mungu tena aendelee kuisogeza mbele. Nafikiri ya kwamba ikue baraka kwa dunia nzima. Hii maono iendelee, ikue baraka, na naamini ya kwamba Mungu atakutendea miujiza na Mungu atakusaidia. So nashukuru sana na ninawapenda sana. Nawatakia Mungu awabariki na mwaka mpya, mwaka ambao utaanza, mwaka mpya kabisa, ikuwe mwaka wa baraka kwenu, na zaidi ya yote ujumbe ni tumtumikie Mungu, na tunajua ya kwamba huyo Mungu ambaye tunamtumikia anarudi karibuni. Kila mtu atalipwa sawa na kazi ambayo ameifanya. So ni kuwahimiza mkaze mwendo. Nafikiri ya kwamba kitambo bado Mungu atatuonekania na siku moja tutaenda kuishi naye. Unajua, kuishi na mtu ambaye tumemtumikia muda wa siku mrefu bila kumuona, watu wametutukana, watu wametukataa, watu wametuona hatufai kwa ajili yake, lakini habari njema ni kwamba siku moja tutafika mbinguni na tutamuona, na hiyo siku ni sasa hivi. Yesu anarudi, so tujitayarishe ili tumlaki hewani. Nawapenda sana. Amen. Asante sana. Kuwana tunasema kwamba ni usiku mwanana, Kiswahili tunasema kwamba ni usiku mwanana. Huko wanasema bonne nuit. Bonu. Hiyo nimeshika. Okay. Sawa, shukrani. Tutaonana tena wakati mwingine. Okay, nasi tunashukuru sana. Mungu akubariki. Asante. Huyo amekuwa ni Pauline Hang Israel, ambaye amekuwa akituelezea vile hatua imekuwa akisonga kwenye hatua katika masuala ya kimuziki pale DR Congo. Huyo ni ndugu mzuri sana. Wakati ambao tumemhitaji amekuwa pamoja na sisi. Najua kuna wengi ambao tumekuwa tukiwahitaji hapa, mara nyingi hawatakuwepo, lakini
yeye amekuwa ni rafiki ambaye si muongo, yani si yule ambaye anakupa ahadi kwamba asifana, anaifana kwa wakati, na tunashukuru Mungu kwa sababu yake. Tuendelee kwenye mada ya siku ya leo, kumbuka kwamba ukupatana na sisi ni hapa tu kwenye Kisi Hot TV. Kumbuka kwamba uko na mimi Papa Isaac LENARD kwenye mitambo, ikiwa kwamba zimekatika ni dakika 37 baada ya saa 5 saa ya Afrika Mashariki hapa nchini Kenya, na ikiwa kwamba uko pande zote pale Saudi Arabia, wale watu wa Saudi Arabia najua kwamba mko hapa na mngependa tu kutuambia mawili matatu. Fred, uko pale? Nimekuona Fredu. Fred. Niko. Aya, ulikuwa umelala bwana? Kausingizi kalikuwa anataka kukuja bwana. Kausingizi kakataze bwana. Niambie, nimesikiza kidogo na huyo si lahili huyo. Kupata yote. Lakini najua huyu ni wa pale DR Congo sasa. Congo ama wote? Huyu ni wa DR Congo. Sisi tunaongea hata na wa DR Congo, tunawaleta hapa. Na nini hata hamtaki kuuliza hata maswali bwana. Sasa si umemwacha ameenda. Muulize bana. Lakini hebu tuambie masuala. Yeye amesema kwamba mara nyingi si vizuri kuangalia sura bwana. Mara nyingi si vizuri kuangalia sura. Ukitaka kujua mtu, uliza Mungu, yule ambaye aliunda huyo mtu. Wewe sasa ulikuwa ushapeana maoni yako. Wewe ulisema hivyo, lakini huko peana kifungu. Hebu tupe kifungu bwana, kudhibitisha hii mambo unatuambia ni ukweli. Kifungu ya Bible. Sasa unajua siambatani na hiyo bwana. Sasa unajua haziambatani? Siambatani na hiyo. Haya, tumekuelewa sasa. Najua sasa hapo sijui tutafana aje, si sasa tunakubali tu. Ndio, tunakubali tu. Haya, thank you so much. Naona kama zimekatika dakika hizo, na naona kama nimebakisha dakika 20 peke yake niweze kuondoka hapa. Na sijaona hawa dada wengine wakionanga Mungu anatoroka ama namna gani bwana. Hebu waite bana kutoka pale backup wakuje. Tukiendelea kuangalia. But anyway, we are all together. Tuko pamoja, and nataka kusikia maoni ya watu wengine zaidi, ili kama tujue kwamba ni yapi ambayo tutaweza kuyafanya katika jioni hii ya leo bwana. Wajua, so we are trying to say kwamba watu uangalie sura za watu uangalia vitu za watu vile wanaonekana. But now let's get back. The main topic hapa ilikuwa kwamba ni kuangazia hilo neno la siku ya leo. Kwa hivyo main topic pale nataka tuangazie kwa hizo dakika 10 pale, ili kwamba wewe ambao unataka kuingia hapa kwenye stream utaingia pamoja na sisi, uongee pamoja na sisi in a short while, ili kwamba kabla tujamaliza show ya siku ya leo itakuwa vizuri kwamba tukue na wewe kwa pamoja, ili kwamba ikuwe vizuri zaidi. I want to thank mahali leo nilikuwa nimeshiriki service kwa Pastor Richard Obie ambaye ni baba kwa neno bana na mheshimu, na I just call him as my dad because masuala ya Biblia bwana, na vile unajua ninapoenda pale nyumbani kwake pale ananitunza kama mtoto wake kamili. I'm very much thankful for him and for our mom Helen, and as well for my siblings in Christ. Thank you so much for all that you did for me. Nashukuru sana, nilifika vizuri. Hata unapoangalia hapa unaona kwamba sauti yangu, sura yangu, mambo iko vizuri leo, na Mungu apewe sifa. Amen. Tunasema kwamba masuala haya, unapoangalia sura ya mtu unakosea. Ndio, ni vizuri uangalie sura ya mtu, lakini hii sura yake inaonekana namna gani? Kuna sometimes haikufurahishi, sometimes inakuwa ni mbaya zaidi. Kila ambacho unastahili ufanye wewe, ndugu yangu, dada yangu, kila ambacho unastahili ufanye ni kwamba unastahili kujue kwamba sura ya mtu tu ni maumbile ya Mwenyezi Mungu. Ujue tu hivyo kwamba kila mtu aliyeumbwa hapa
Tumeumbwa kwa sura ya Mwenyezi Mungu, tumeumbwa kwa in the image of our God, so that is very simple to us, na tunastahili kuelewa hivyo. Na inafika hapa kwamba kwenye mahusiano mengi yamejengwa kwa sababu ya kuangalia sura peke yake. Watu tukiangalia sura unapata kwamba mtu umeathirika zaidi. Kwa hivyo ni vizuri uweze kufahamu ni nani ambaye mko naye, ni rafiki, ni kaka, ni dada, ni nani, lakini inabidi kwamba uelewe kwamba huyu ni rafiki yupi na kwa nini mko na urafiki naye. Ukiwa naye basi lazima ufahamu ni kipi hiki ambacho kiliwaleta kwa pamoja, na itakuwa ni vizuri tukiwa endelea kwa njia iliyo taratibu namna hiyo. Asante sana kwa wote ambao mmekuwa mkishiriki kwa jumbe, kwa kutuma arafa. God bless you so much. Na naona kama wakati wangu uende utayoyomea tu hapa, lakini cha mno tuangazie kuangalia tu ikiwa kama unataka kujua mtu ametuambia hapo vizuri, Israel ametuambia vizuri. Ikiwa unataka kujua mtu, mwanzo angalia kwamba uliza Mungu. Ukishamuuliza unamwambia kwamba Mungu, mtu wa aina hii na hii na hii anastahili kufanywa namna gani? Ikiwa kama ni mtu mzuri, Mungu atakwambia huyo ni mtu mzuri, mchukue. Ikiwa ni mtu mbaya, Mungu atakwambia huyo utabidi kwamba umemwachilia kidogo kwa sababu ya masuala haya mawili matatu. Kwa hivyo itabidi kwamba umemwachilia, umengoja usikie Mungu anasema nini tena ili kwamba uweze kukifanya. Lakini kwa sasa mimi sina la ziada, ili kuambia kwamba Baba wetu wa rehema, mwenye nguvu, mwenye baraka, mwenye uwezo, neema na kibali, faraja iliyo ya kweli, aweze kuwa na nini wakati huu wote. Sina la ziada tu, niweze kumalizia hapa, niweze kukutakia kwamba usiku mwanana wa baraka, wa uwezo, wa rehema, na Mungu azidi kukubariki wewe ambaye mtoto huko pale kwenye holiday. Bwana akubariki sana, and continue praying, because God is asking us to pray daily and ask for his forgiveness, ask for his mercy, ask for his hand upon our lives. God bless you. Have a nice night, a blessed night actually. Mimi sina la ziada. Naona kwamba wakati umeisha. Tunaone hiyo kesho kwenye mashine ya Christ kama kawa, and I'm very sure kama as from tomorrow onwards tutakuwa na pastor, na atakapokuja holiday Kisii tutakuwa naye kwenye studio ili kama awe akituhubiria kwa njia iliyo taratibu. God bless you. Have a blessed night.